mwaka huu? Unaona nini mwezi Aprili? Unaona nini hapa Keroka? Unaona nini kwa firstborn wako? Unaona nini kwa lastborn wako? Unaona nini kwa bibi yako? Unaona nini kwenye ndoa yako? Naomba nikuulize swali, wewe unaona nini? Wewe unaona nini? Wewe unaona nini? Je, unaona ndoa yako ikiangamia? Je, unaona watoto wako wakipotea? Je, unaona biashara yako ikiaga? Je, unaona madeni imekutawala? Je, unaona masomo inakufa? Swali, wewe unaona nini? Unaona nini? Hebu sikia. Kile unachokiona ndicho utakachokiongea. Kile unachokiona ndicho utakachokifanyia maombi. Kama unaona magonjwa, utaongea magonjwa. Kama unaona baraka, utaongea baraka. Kama unaona ushindi, utaongea ushindi. Naomba nikuulize swali, wewe unaona nini? Unaona nini, mtoto wa Mungu? Je, unaona nini kwenye familia yako? Unaona nini kwenye biashara yako? Unaona nini kwenye mchumba wako? Unaona nini kwenye shamba lako? Naomba nikuulize swali, wewe unaona nini? Hebu sikia. Kuna watu wana macho lakini hawaoni. Kuna watu wana macho lakini hawaoni. Naomba nikuulize swali, je, wewe macho yako yanaona vizuri? Je, wewe macho yako yanaona sawa sawa? Kitabu cha Isaiah chapter 43. Kitabu kile cha Isaiah sura ya 43. Isaiah chapter 43. Tutasoma verse 80. Tutasoma mstari wa 8. Isaiah ile sura ya 43 na ule mstari wa 8. Biblia inasemaje? Walete vipofu walio na macho. Walete vipofu walio na macho. Na viziwi walio na masikio. Na viziwi walio na masikio. Hebu sikia. Kuna watu ni vipofu lakini wana macho. Yaani ana macho lakini ni kipofu. Maana yake ana macho lakini hapati kuona vizuri. Naomba nikuulize swali, wewe ni kipofu au sio kipofu? Wewe ni kipofu au sio kipofu? Hebu sikia. Kuna watu wengi katika dunia hii ana macho lakini ni kipofu. Ana masikio lakini amekuwa kiziwi. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Mambo unayoyaona sio yale Mungu alitaka uyaone. Yale ambayo Mungu hataki uyaone ndiyo wewe unayaona. Hebu nirudie. Yale mambo ambayo Mungu anataka upate kuyaona, wewe hauyaoni. Yale ambayo Mungu hataki uyaone, wewe unayaona. Sasa wewe ni kipofu, yule uko na macho. Magoti, unaongea kitu gani? Okay. Kabla sijaongea hiyo kitu, niwasomee verse. Matthew chapter 13. Kitabu cha Mathayo mstari wa 13. Matthew chapter 13. Tutasoma verse 14 mpaka 15. Kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 13. Tutasoma mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasemaje? Na neno la nabii Isaya linatimia kwao. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao. Likisemaje? Kusikia mtasikia. Kusikia mtasikia. Wala hamtaelewa.
Kutazama mtatazama. Kutazama mtatazama. Wala hamtaona. Wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito. Na kwa masikio yao hawasikii vyema. Kwa masikio yao hawasikii vyema. Na macho yao wameyafumba. Na macho yao wameyafumba. Wasije wakaona kwa macho yao. Wasije wakaona kwa macho yao. Wala wakasikia kwa masikio yao. Wala wakasikia kwa masikio yao. Wakaelewa kwa mioyo yao. Wakaelewa kwa mioyo yao. Wakaongoka nikawaponya. Wakaongoka nikawaponya. Hebu sikia. Yesu anachukua maneno ya Isaya ya kwamba walete vipofu walio na macho. Yaani kuna Wakristo wengi katika dunia hii wana macho lakini hawaoni. Wana masikio lakini hawasikii. Ndatumia mfano. Nimtumie mfano nani hapa? Nani hapa anafaa kufanyika mfano? Kwa sababu hujasema natumia Elida Mokaya. Elida Charles Mokaya. Sasa huu ni mfano. Mahali Elida Charles Mokaya anapolala kitandani kwake. Kwenye kitanda cha Mokaya, mkono wa kulia wa kitanda ameweka Bible. Mkono wa kushoto wa kitanda ameweka panga. Alafu mkora anaingia kwa rumu yake. Unadhani Elida Mokaya kitu gani ya kwanza ataona ya kumsaidia? Haya. Hebu sikia. Kuna watu wana macho lakini hawafanyi nini? Na Wakristo wengi wanaona vitu vile ambavyo Mungu hajataka tuone. Wengi sana tunaona vitu vile ambavyo Mungu hajataka tuvione. Na ndio maana utaona kuna Wakristo maisha yao ni ya kulalamika, kunung'unika na kuteseka, kwa sababu wanachokiona sio sawa sawa. Wanachokisikia sio sawa sawa. Neno la Bwana mchana wa leo linataka Mungu ayafungue macho yako ili upate kuona tena. Ili upate kuona tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niite mtu hapa. Wewe unaweza ukaja umeweka Bible kwa kichwa. Hebu kuja kabisa hapa. I think it will be your first time kukaa karibu na Magoti. Okay, sasa huyu rafiki yangu kwanza unaitwa nani? Deacon Philip. Sasa huyu Deacon Philip anaitwa Philip. Okay. Jamani, anaitwa nani? Anaitwa nani? Haya, naomba nataka niangalie kama macho yenu yanaona vizuri. Hiki ni kichwa cha nani? Hii bega ya nani? Hii kifua ya nani? Hili tumbo la nani? Huu mguu wa nani? Swali, Philip yuko wapi? Narudia tena. Jamani, unajua nimetoka kwa Veronica, nina samoni ya pekee sana. Narudia tena. Hii kichwa ya nani? Hii bega ya nani? Hii kifua ya nani? Tumbo ya nani? Huu mkono wa nani? Philip yuko wapi? Ni yeye mzima. Nini inafanya Philip awe Philip? Sasa urudi ukakae ili asubuhi wakija wataelewa. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu sikia. Mungu alipomuumba mwanadamu alichukua mavumbi ya ardhi
akamtengeneza mwanadamu. Alipomaliza kumtengeneza, Biblia inasema akampulizia pumzi ya uhai. Yule mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo tunaposema Philip, tuna Philipu ambaye amechanganyikana na vitu viwili, ni mixture of two things. Kwanza ni mavumbi, pili ni pumzi ya Mungu. Hebu sikia. Kwanza ni mavumbi, alafu jumlisha pumzi ya Mungu. Huyo mtu anakuwa nafsi hai. Kwa sababu hiyo, kuna Filipu wa nje na kuna Filipu wa ndani. Hebu nirudie. Kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Hebu sikia. Kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Mtu wa nje ana mikono, ana miguu, ana masikio, ana macho. Na mtu wa ndani ana masikio, ana miguu, ana macho. Hebu sikia. Biblia inaposema niletee vipofu walio na macho, maana yake ni nini? Macho ya nje yanaona, macho ya ndani hayaoni. Hebu sikiliza. Hapo ulipo. Hapo. Funika macho yako. Umeshafunika macho yako? Umefunika kabisa? Nenda nyumbani kwako. Umefika sitting room. Nenda mpaka bedroom yako. Umeona vile kitanda imekaa? Umeona hiyo bagi ya nguo? Aya, toka nenda kwa sofa yako. Pita vizuri hapo mlangoni. Umepita vizuri? Aya, kaa kwa sofa. Angalia TV, umeiona? Aya, weka KCB. Aya, fungua macho yako, njoo kanisani. Swali. Ni macho gani inamtazama Magoti ana preach? Ni macho gani ilienda nyumbani kwako? Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia. Kama umeweza kwenda nyumbani kwako ukiwa Keroka kwa Crusede, waweza kuona baraka zako ukiwa kwenye changamoto zako. Hebu nirudie. Kama umeweza kufika nyumbani kwako ukiwa kwa Crusede, waweza kumuona Yesu ukiwa nyumbani kwako. Macho yako ya ndani ndio hii kitu Paulo anawaandikia Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili. Ile sura ya 4 na ule mstari wa 16. Wakorinto wa pili. Ile sura ya 4 na ule mstari wa 16. Biblia inasemaje? Kwa hiyo hatulegei. Bali japokuwa utu wetu wa nje unachaka. Utu wetu wa nje unachaka. Amin. Lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ila utu wetu wa nje wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Hebu sikia. Utu wa nje unachaka. Utu wa ndani unafanywa kuwa mpya kila siku. Magoti, unaongea kitu gani? Nimekwambia hivi, kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Mtu wa nje anachakaa. Mtu wa nje anaugua. Mtu wa nje anapata aksidenti. Lakini mtu wa ndani anafanywa kuwa mpya kila siku. Kama kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani, basi kuna macho ya nje na kuna macho ya ndani pia. Nataka uandike notes. Andika. Jambo la kwanza,
Macho ya nje yanachakaa, macho ya ndani yanakuwa mapya kila siku. Andika, macho ya nje yanachakaa, macho ya ndani yanakuwa mapya kila siku. Namba 2, macho ya nje yanaleta uoga, yanaleta hofu, yanaleta mashaka. Macho ya nje yanaleta uoga, yanaleta hofu, yanaleta mashaka, lakini macho ya ndani yanaleta nguvu, yanaleta ujasiri, yanaleta kujiamini. Macho ya nje yanaleta hofu, yanaleta mashaka, yanaleta uoga. Macho ya ndani yanaleta ujasiri, yanaleta ushindi, yanaleta kujiamini. Namba 3, macho ya nje yanaona mauti, macho ya ndani yanaona uzima. Macho ya nje yanaona mauti, macho ya ndani yanaona uzima. Macho ya nje yanaona wewe ni mdhambi, macho ya ndani yanaona msalaba wa Yesu. Macho ya nje yanaona wewe umepotea, macho ya ndani yanasema Yesu amekufa kwa ajili yako. Ninakuombea Bwana ayafungue macho yako. Magoti, unaongea kitu gani? Hebu sikia. Macho ya nje yanaona biashara yako imefilisika, macho ya ndani yanaona Yesu akikunyanyua tena. Hebu sikia. Macho ya nje yanaona ndoa yako imekufa, macho ya ndani yanamuona Yesu akibadilisha ndoa yako. Hebu sikia. Macho ya nje yanaona watoto wako wamepotea, macho ya ndani yanamuona Yesu akiwashika watoto wako. Ninakuombea masaa haya, Bwana akupe macho ya kuona tena. Hebu sikia. Siku moja kulikuwa na vita. Kulikuwa kuna vita. Mfalme wa Shamu akatengeneza vita na mfalme wa Israeli. Wakati mfalme wa Shamu, ninasoma kutoka kwenye 2 Kings chapter 6. Mfalme wa Shamu akatengeneza vita kupambana na mfalme wa Israeli. Wakati mfalme wa Shamu anapanga vita yake, Elisha akawa anapata taarifa, anapeleka kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Shamu akakasirika, akasema ya kwamba nani anapeleka taarifa zetu? Mtu mmoja akasema kuna mtu anaitwa Elisha, ndiye anachukua taarifa anazipeleka kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Shamu akasema twende tukamkamate huyo Elisha. Akachukua majeshi yake, yakachukua na farasi, wakaenda mpaka nyumbani kwa Elisha. Wakafika kwa nyumba ya Elisha, Biblia inasema watu wakazunguka nyumba ya Elisha. Sasa sikia, kwa ile nyumba ya Elisha kulikuwa kuna mtumishi wa Elisha anaitwa Gehazi. Gehazi alipotoka nyumbani asubuhi kwa nyumba, vile anatoka kwa nyumba asubuhi, akaona majeshi ya Shamu yamezunguka nyumba yao. Biblia inasema Gehazi akaogopa. Gehazi alipotazama akaogopa, akaenda kwa Elisha, akamwambia Elisha, ole wetu sisi, tumeshapotea, tumeshaangamia, majeshi ya Shamu yametuzunguka. Elisha akamwambia Gehazi, usiogope, walio upande wetu ni wengi kuliko wao. Hebu sikia, Gehazi macho yake yaliona majeshi ya Shamu. Elisha
macho yake yaliona utukufu wa Mungu. Ninakuombea mchana wa leo, Bwana akupe macho. Bwana akupe macho. Hebu sikia, mateso unayopitia ni kwa sababu macho yako hayajafunguliwa. Mateso unayopitia ni kwa sababu tu macho yako hayajafunguliwa. Hebu sikia, kuna rafiki hapa aliyekuwa mchungaji wa Pentekosti, macho yake yalipofunguliwa amebatizwa na kuwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Na waombea watu wa Keroka, macho yenu yafunguliwe. Macho yakifunguliwa, wote mtamuona Yesu ndani ya kanisa hili. Mtu mmoja hajanielewa. Kitu gani kikatokea? Gehazi akaogopa. Alipoogopa, Elisha akamwambiaje? Tusome kitabu cha 2 Kings, kitabu cha Wafalme wa Pili na ile sura ya 6, na tutasoma mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Tutasoma kitabu cha 2 Kings chapter 6 na verse 15 mpaka verse 17. Biblia inasemaje? Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu akaondoka na kwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu. Na farasi na magari. Wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia Elisha, ole wetu bwana wangu, sisi tufanyeje? Akamwambiaje? Usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Endelea. Elisha akaomba akasema, E Bwana, nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Hebu sikia. Gehazi, macho ya kwanza yaliona jeshi la Shamu. Macho ya pili yakaona uweza wa Mungu. Ninakuombea leo, Bwana ayafungue macho yako. Mara zote macho yako yanaona magonjwa, macho yako yanaona umasikini, macho yako yanaona ndoa inateseka, macho yako yanaona pombe, macho yako yanaona ukahaba. Leo mchana ninakuombea, Bwana ayafungue macho yako. Mungu akiyafungua macho, hautaona mateso tena, utamuona Yesu. Mungu akiyafungua macho yako, hautaona kuangamia, utaona kuokolewa. Mungu akiyafungua macho yako, hautaona. Tanga kuna eneo linaitwa Muheza. Hapo ndo nilikuwa nafanya mkutano. Nikiwa pale Muheza ninafanya mkutano, nikawa nafunza watu mambo ya imani kama nitakavyofunza kesho asubuhi. Na kesho asubuhi tutakuwa tunajifunza mambo ya imani. Nikawa nafunza mambo ya imani. Mama mmoja akanifuata, akaniambia, Pastor, unaongea sana ya kwamba Mungu anaweza, lakini nataka nikwambie mimi matatizo niko nayo, Mungu hawezi. Nikamwambia, wewe una matatizo gani? Akaniambia, mimi hapa nilipo niko na miaka 50. Sijawahi kuolewa. Sina mwanaume. Sina mtoto. Na nimeomba kwa miaka yote since nikiwa msichana, Mungu nipe mwanaume, mpaka sasa nimekuwa mungina. Sasa nimekuwa mzee. Pastor,
Hivi kweli kama Mungu anaweza kunipa mwanaume mimi mtu wa miaka 50, na mimi nikamwambia kama Sara bibi yake Ibrahimu alipata mtoto akiwa na miaka 90, wewe mtu wa miaka 50 waweza kupata mwanaume? Akasema, Pastor, mimi sioni mwanaume wa kunioa. Mimi sioni. Ona mipango ya kando, kila wakati utakuwa unatafuta simu ya mme wako. Ila ukimwona Yesu kwa mme wako, kila siku utatafuta msalaba wake. Hivi kuna mtu amenielewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kwenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kule mbali, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa huku nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nione sura zenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia, kile unachokiona ndicho utakachokipata. Ninataka uanze kumuona Yesu kwenye maisha yako. Anza kumuona Yesu kwenye ndoa yako. Anza kumuona Yesu kwa watoto wako. Anza kumuona Yesu kwenye biashara yako. Anza kumuona Yesu kwenye masomo yako. Anza kumuona Yesu. Usiangalie matatizo yako, angalia baraka zako. Usiangalie shida zile uko nazo, angalia ushindi wa Yesu ulio mbele yako. Wewe ni mtoto wa kifalme. Wewe ni mtoto wa mfalme. Waza mambo ya mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Nyasaye amasesenye. Hebu sikia. Yule mama, nikamwambia mama, anza kuona ya kwamba unaolewa. Anza kuona ya kwamba unapata mme. Akaniambia, Pastor, niombe nipate kuona. Nami nikaweka mkono kwenye kichwa chake. Nikasema, Yesu, mfungue huyu mama aanze kuona mwanaume wa kumuoa. Kwa jina la Yesu, amina. Yule mama akasema, Pastor, sasa naanza kuona. Nikamwambia, kama unaona mme, anza kutembea kama mke wa mtu. Anza kutembea kama mke wa mtu. Anza kutembea kama bibi harusi. Hata kwenye maombi yako anza kuomba baraka za mme. Yule mama akasema, sawa Pastor. Ngoja niwaambie kitu. Imani niliwafunza ile Jumapili, mnakumbuka wale mlikuwa? Na ndio nitawafunza hata kesho pia. Imani inaenda na mambo mawili. Imani inaenda na maneno pamoja na matendo. Yaani kile kitu unaongea ndio kile kitu ukifanye pia. Yaani imani inaenda na maneno pamoja na matendo. Lazima ifike mahali uwe na imani. Ongea kushinda hata kama haujashinda. Ongea kwenda mbinguni hata kama watu wanakusema vibaya. Hebu sikia. Nikamwambia mama, anza kuwa kama mtu yule unaolewa. Na mimi nataka niwaambie wasichana wale ambao hamjapata wanaume, anzeni kufanya vitu kwa imani. Siku nyingine njoo church, mwambie yule mtu wa mitambo, niwekee ule wimbo ambao maharusi wake wanaingia kwa kanisa. Alafu unaanza kumachi. Elida akikwambia unafanya nini, mwambie niko kwenye rehearsal. Mwambie niko kwenye rehearsal. Na kuanzia leo mimi pamoja na Madam Rusi tutaanza kufunza family life. Mwambie niko kwenye rehearsal. Kwani mpenzi wako yuko wapi? Mwambie very soon anakuja, yuko kwa njia. Yuko kaunti gani? Mwambie that is none of your business. Ila yuko kwa njia, anakuja. Hebu sikia. Yule mama akaendelea kutengeneza ile imani. Ikapita miezi 6. Yule mama akanambia, Pastor, bado sijapata. Nami nikamwambia utapata. Nikamwambia utapata. Wala usipoteze imani. Utapata. Ilipofika miezi 7, nikawa naenda kwenye Crusede. Sehemu moja inaitwa Dar es Salaam. Pale nilipofika wakaniambia, Pastor, utakuwa unakaa nyumbani kwa mzee wa kanisa. Kwa nikawa na operate kutokea kwa mzee wa kanisa. Nikiwa pale nyumbani kwa mzee wa kanisa, kwa Elda tumekaa.
Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, Elida akanifuata kwa rumu yangu. Akanambia, Magoti, nimeona una kipawa cha maombi. Unaombea watu na Yesu anawaponya. Nimeona vipofu wakipona kwa kanisa letu. It was my first time. Una nguvu ya maombi. Nina jambo inanitesa. Ninaomba uniombee. Ninaamini ukiomba wewe, Mungu atafanya. Nikamwambia, Elida, una jambo gani? Akaniambia, mimi niko na miaka 55. Kuna watu wameanza kujua wapi Magoti anaenda. Niko na miaka 55. Bibi yangu aliaga last year. Tumekaa naye kwenye ndoa over 17 years. Na hatukuweza kupata hata mtoto. Na bibi yangu akaaga, aliugua ugonjwa wa kansa. Akaaga, niko peke yangu. Magoti, ninapata shida. Ninapata shida, siwezi kukaa mwenyewe. Natamani nipate mwanamke. Mwanamke mtu mzima. Mwanamke ambaye ana miaka hata above 45. Yule ambaye hajaolewa. Magoti, lakini huyo mwanamke kumpata ni challenge. Ninakuomba mwanangu. Ninakuomba mtoto wangu. Ninakuomba mchungaji. Kesho uweze kufunga. Tusile chakula. Tufanye maombi ya kupata mwanamke. Wakati anasema hivyo, mimi moyoni nasema hafungi mtu hapa. Sifungi. Yeye anasema mimi nisile chakula, nasema sifungi. Alipomaliza kuniambia yale maneno, ndipo sasa nikamwambia, Elida, nina habari njema kwako. Magoti, nini? Nikamwambia, Mungu amenileta hapa ili upate mwanamke. Akanambia, Magoti, unaongea nini? Nikamwambia, ngoja usikie. Nikamwambia, kuna mwanamke huko. Nikataja mahali panaitwa Muheza. Yule mama ana miaka 50. Hajawahi kuolewa. Na hana mtoto. Sasa si mnajua mimi najua kupamba sana. Unajua mimi baba yangu ndio yule pale mnamuona. Naye anajua ana mtoto, anajua kupamba. Nikasema, yule mwanamke, nilienda nyumbani kwake. Elida anatoa macho kama mtu anatengeneza saa. Akatoa macho. Nimeenda nyumbani kwake. Yule mama, kwanza sitting room yake ni nzuri. Anajua kutengeneza sofa. Sitting room ni safi. Mama akaniletea juice. Anajua. Akanipikia na ugali. Yule baba akasema, Magoti, are you serious? Nikamwambia yule mama, yuko tayari kuwa na wewe. Akasema, yuko tayari, kwani umeongea naye saa ngapi? Nikamwambia, hii inatoka kwa Bwana. Ichukue kama vile iko. Akasema, Magoti, sasa tufanye nini? Nikamwambia, kesho atakupigia simu. Atakupigia simu na utazungumza naye. Basi Elida akasema sawa. Niliporudi kwa rumu yangu usiku, nikampigia yule mama. Nikamwambia, mama, hujambo? Magoti mchungaji, si jambo. Haya, sikia hii habari njema. Nikaanza kupamba tena. Nimempata. Mwanaume. Kwanza ni mrefu. Alafu tumbo yake imesonga kidogo. Yeye tena ni Elida. Na vile naongea ninaishi nyumbani kwake. Yule Elida anakutaka. Mama, usinidisappoint. Akasema, pastor, moyo wangu unashangilia. Kwa hiyo nikaambia atakupigia simu kesho. Sawa pastor, sawa. Sasa tunachukua breakfast ya asubuhi.
Yule elder akasema, Magoti, naweza kumpigia sahihi? Na mimi nikamwambia, kama unaweza weka na loudspeaker ili na mimi nisikie. Basi akapiga simu. Yule mama akapokea. Hello, akashika simu. Hello, habari yako? Ni nzuri. Mmeamka salama huko nyumbani? Yule mama, tumeamka salama. Oh, familia wote hawajambo? Ni wazima. Yule mama akasema, samani, ninaongea na nani? Yule baba akasema, nimesahau kujintroduce. Nilipewa namba yako na Pastor Magoti. Alipotaja tu Pastor Magoti, yule mama akachange na sauti. Nasikia, karibu. Nilipoona sauti imechange, nikaambia Elida, nenda kwa bedroom yako sasa. Nenda ukaongee kwa bedroom. Unajua waliongea pale Pastor Oman. Waliongea 2 hours kwa simu. Walipotoka pale, yule Elida akasema, Magoti, Mungu akubariki. You know what happened? Wale watu walifunga ndoa. Na as we are talking, ni mke na mme. Hebu sikia. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Macho yako yafunguke sasa. Uanze kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Macho yako yafunguke. Hebu niwape story hii. Kitabu cha Luke chapter 24. Kitabu kile cha Luka chapter 24. Luka chapter 24. Tutasoma kuanzia verse 13 mpaka verse 31. Tutasoma kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 31, lakini leo utanisomea tu mpaka verse 15. Hebu soma. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kwa mwendo wa saa 2, kwa mwendo wa masaa mawili. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, wakati wanazungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe akakaribia, akaandamana nao. Yesu akaandamana pamoja nao. 16. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, Yesu akawauliza, ni maneno gani haya mnayoyasema hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Hebu acha tu hapo tusikie. Hebu sikia. Siku moja Yesu alifufuka. Watu wa Keroka, naomba unisikilize vizuri. Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Yesu alikufa siku ya Friday. Yesu akafufuka siku ya Sunday. Hebu sikia. Siku ya Sunday ndiyo Yesu alipofufuka. Siku ya Friday ndiyo Yesu alipokufa. Siku ya Saturday Yesu alipumzika kwenye kaburi. Nataka niwaambie wale watu ambao bado mna mashaka ya kwamba Sabato ni Jumamosi. Viongozi wote wa makanisa yote duniani wanajua ya kwamba Sabato ni Jumamosi. Shehe anajua Sabato ni Jumamosi. Viongozi wote wanajua ya kwamba Sabato ni Jumamosi. Nami nataka niwaambie watu wa Keroka ya kwamba Yesu alifufuka Jumapili, na siku hiyo ya Jumapili ambayo Yesu alifufuka, kulikuwa na vijana wawili
Mmoja jina lake alikuwa anaitwa Keroka. Siku ya Jumapili ambayo Yesu amefufuka, hawa vijana wawili walikuwa wanaenda kijiji kinaitwa Emau. Wanatembea kwa miguu yao, wanaongea. Mmoja anamwambia, rafiki yangu, Yesu amefufuka. Najaribu kufanya exegesis kidogo. Yesu amefufuka. Na mwingine akamwambia, bwana, nimepata habari, Yesu amefufuka. Mwingine anasema, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Yesu nilijua atafufuka, Yesu ana nguvu. Siku ya Jumapili hawa vijana wanatembea, wanaongea habari za Yesu amefufuka. Biblia inasema Yesu mwenyewe akawatokea. Yesu akaambatana pamoja nao, akatembea nao. Biblia inasema macho yao yakafungwa wasimtambue. Macho yao yakafungwa wasimtambue. Hebu sikia, unaweza ukaongea habari za Yesu lakini usimtambue Yesu. Unaweza kuongea habari za Yesu lakini usimtambue Yesu. Kuna watu wengi katika dunia hii leo wanaongea habari za Yesu. Kuna makanisa kila mahali wanaongea habari za Yesu. Kila siku utasikia honi speakers zinatangaza habari za Yesu. Ukienda kwenye masoko watu wanaongea habari za Yesu. Ukienda kwenye Nisani watu wanaongea habari za Yesu. Lakini hebu sikiliza, mtu wa Keroka, si kila mtu anayeongea habari za Yesu anamtambua Yesu. Si kama kuna mtu amenielewa? Kuna wachungaji wengi wanaongea habari za Yesu, lakini sio kila mchungaji anamtambua Yesu. Hata hawa vijana walikuwa wanaongea habari za Yesu, lakini macho yao yakafungwa wasimtambue. Wakaanza kuongea. Yesu mwenyewe akawatokea, akawauliza, je, mnaongea nini? Wakati mnatembea kwa barabara? Kwa sababu macho yao yamefungwa, hawakuweza kumtambua Yesu. Maandiko yanasema wale vijana wakakasirika, wakaanza kumwambia Yesu, wewe ndiye mgeni hapa? Hujui ya kwamba Yesu amefufuka? Walipoulizwa maswali wakakasirika. Kuna watu wengi leo, wengi ukiwaeleza ukweli wanakasirika. Ukiwaambia ukweli wanakasirika. Ukiona mtu anakasirika kwa sababu ameambiwa ukweli, bado hajamuona Yesu. Na ndio maana tumeweka Crusede hii ili watu wa Keroka tuweze kumtambua Yesu tunayemwabudu. Tuweze kumtambua Yesu tunayemwabudu, ili usiendelee kupotea. Yesu mwenyewe anasema, si wote waniambiao Bwana Bwana watapata uzima wa milele. Si wote. Yesu mwenyewe anasema si wote. Tunaishi katika siku za mwisho ambako maelfu ya watu wanapotea, na Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wa Keroka, Mungu hataki uangamie, ndio maana anakuletea maarifa kwenye uwanja huu. Mungu hataki uangamie, ndio maana ameleta Crusede hii ili wewe pamoja na mimi tuweze kuokolewa. Huwezi kuangamia tena. Huwezi kuangamia. Wewe mama uliko pale dukani, huwezi kuangamia. Wewe kijana pale kwenye bodaboda, huwezi kuangamia. Wewe unayeuza nguo, huwezi kuangamia. Wewe ambaye unauza njugu kwa barabara, huwezi kuangamia. Yesu ameleta Crusede hii ili upate kuokolewa. Si wakati wa wewe kuangamia tena. Huwezi kuangamia. Hebu sikia, kuna watu wengi wanamtaja Yesu. Hawa vijana wawili macho yao yalikuwa yamefungwa. Kuna watu wengi leo wanamtaja Yesu, lakini macho yao yamefungwa. Hawataki kuziona amri za Mungu. Hawataki ubatizo wa maji mengi. Hawataki kuishika Sabato. Macho yao yamefungwa. Wanaongea habari za Yesu, lakini macho yao yamefungwa. Mchana wa leo Yesu anahitaji kufungua macho yako.
Yesu anahitaji kufungua macho yako. Yesu anahitaji kufungua macho yako. Yesu anahitaji kufungua macho ya mme wako. Yesu anahitaji kufungua macho ya mtoto wako. Yesu anahitaji kukufungua macho. Usipotee tena. Hawa vijana macho yao yalifungwa. Macho yao yakafungwa. Macho yao yakafungwa. Wakatembea na Yesu lakini hawamtambui Yesu. Wakatembea na Yesu lakini hawamtambui Yesu. Nami nataka nikwambie, hebu nisikie. Yesu unaweza ukakaa naye na asikusaidie kama hujahitaji msaada wake. Hebu nirudie. Yesu unaweza kutembea naye na asikusaidie kama haujawa tayari Yesu kuleta msaada kwenye maisha yako. Yeye mwenyewe anasema, nasimama kwa mlango na bisha. Mtu akisikia sauti na kunifungulia nitaingia. Yesu huwa avunji milango ya watu. Yeye anagonga mlango. Wewe ukimfungulia yeye ataingia. Wewe ukiufunga mlango naye pia ataenda. Mchana wa leo mfungulie Yesu aingie. Mfungulie Yesu aingie kwenye maisha yako. Mfungulie Yesu aingie kwenye macho yako. Mwambie Yesu, nifungulie macho yangu. Nataka nikuone tena. Nataka nikuone Yesu. Nataka nikuone. Biblia inasemaje? Kitabu kile cha Zaburi. Zaburi 119. Zaburi 119 na ule mstari wa 18. Zaburi 119 na ule mstari wa 18. Zaburi 119, the books of Psalms chapter 119 verse 18. Biblia inasemaje? Unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatakao katika sheria yako. Nifungue macho yangu, oh Baba, nifungue macho yangu nipate kuyatazama maajabu yatokayo katika sheria yako. Mungu anataka macho yako yafunguliwe upate kuona maajabu. Mungu anataka macho yako yafunguliwe upate kuyaona maajabu. Watu wa Keroka, hii ni saa ya macho yako kufunguliwa. Mwambie Yesu, fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Fungua macho Yesu, nipate kuyaona maajabu. Hebu sikia, kuna watu wengi macho yao yamefungwa, hata wameshindwa kujua tunaishi katika nyakati gani. Watu macho yao yamefungwa, wameshindwa kuyaona mambo. Unapoona vita zinatokea, unapoona upendo wa watu unapotea, unapoona maadili yanakufa, unapoona magomvi yanaongezeka, macho yako yafunguliwe ya kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia. Macho yako yafunguliwe. Mtu wa Keroka, ninakuombea masaa haya, macho yako yafunguliwe. Tupo katika siku za hatari. Tupo katika siku zenye shida. Macho yafunguliwe tuweze kumwona Yesu akitoka mawinguni akija kutuchukua. Tuweze kumwona Yesu akituandalia makao. Watu wa Mungu, hii ni saa ya macho yako kufunguliwa. Mchana wa leo nataka nifanye wito huu. Wale vijana waliona barabara ya kwenda Emau, hawakumuona Yesu aliye pamoja nao barabarani. Waliweza kuiona barabara ya kwenda Emau, lakini hawakuwa na macho ya kuweza kumuona Yesu. Kuna Wakristo wengi leo duniani wana macho ya kuona madeni, hawana macho ya kuona baraka. Wana macho ya kuona mipango ya kando, hawana macho ya kuona mme wake amekuwa Elida. Wana macho ya kuona pombe, hawana macho. Atakuja katika ulimwengu huu, atakuja. Biblia inasema kama vile alivyoondoka ndivyo atakavyokuja. Oh, nataka niwaambie habari ya Yesu huyu. Siku moja atakuja tena. Atakapokuja, atakuja kuwachukua watu. Nami Magoti natamani Yesu aje anichukue.
Oh, sikia, natamani Yesu aje anichukue. Natamani Yesu aje amchukue mzee wangu Dr. Nyakundi. Natamani Yesu aje amchukue Elida Obili. Natamani Yesu aje wachukue watu wa Mungu hapa Keroka. Natamani Yesu atakapokuja, sikiliza, aje atuchukue. Sikiliza mpendwa, Yesu huyu anasema usifadhaike moyoni mwako. Kama unamwamini Mungu, muamini na Yesu pia. Ameenda kutuandalia makao na siku moja atakuja tena. Mimi Magoti siko tayari kufa dhambini. Namuomba Yesu anisaidie kuokolewa. Nami pia nakuombea mchana wa leo, sitamani ufie dhambini. Natamani Yesu akuokoe. Leo kutakuwa na ubatizo. Naomba niite elders wote na wachungaji wote walioko hapa, waje washike mikono ya watu wanaosema ya kwamba ninahitaji kufunguliwa macho yangu. Nahitaji kumwona Yesu kwenye maisha yangu. Natamani muone uso kwa uso. Natamani kumwona Yesu kwenye maisha yangu. Oh, sikiliza. Wale wote, sijui kama hili eneo litatosha, mimi sijui. Kabla sijawaita wale mnaoenda kubatizwa leo, Pastor Omani ameniambia hata wale ambao mnataka kubatizwa sasa hivi, yuko tayari kuwabatiza. Pastor amesema hata wale mnaotaka kubatizwa sasa hivi. Yawezekana umekuja leo, maisha yako hayakuwa mazuri, mienendo yako haikuwa mizuri. Yawezekana unanisikia ukiwa kwenye duka lako. Yawezekana uko kwa barabara unanisikia. Unasema ya kwamba Pastor Magoti, hii ni saa yangu ya kuokolewa. Hii ni saa yangu ya kuokolewa. Hii ni saa yangu ya kumuona Yesu. Hii ni saa yangu ya kumsikia Yesu. Ninahitaji kumpokea Yesu awe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Awe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Sikia, hii ni saa ya wewe kuokolewa. Wale ambao hamjakaa pale wanakotaka kubatizwa watu, umesikia ujumbe huu masaa haya, unahitaji kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Unahitaji kumpa Yesu maisha yako. Elders wamezunguka kila mahali, wengine wako mbele. Tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo. Yote anataka kubatizwa, sogea mbele hapa, sogea mbele hapa, sogea mbele hapa. Yeyote anataka kubatizwa, unasema ya kwamba Pastor, nahitaji kuyatoa maisha yangu kwa Yesu. Tembea kuja, tembea kuja, tembea kuja, tembea kuja, tembea uje. Basi wengine mtakuwa wale wanaoenda kubatizwa, wengine watakuwa wakipanda na kuja mpaka hapa chini, wengine watapanda mpaka hapa juu. Wale wote wanaobatizwa tangu leo na wale wapya ambao ndio wanajitoa leo, njoni. Wale mnatembea mnakuja mpaka hapa juu kabisa kwenye mchungaji Magoti alipo. Tembea. Bwana wabariki sana. Tembea. Tembea. Hata kama ndio unajitoa leo huko pande hii, njoo mpaka hapa mbele. Unasema leo nataka kubatizwa. Nguo zitapatikana wapi? Usiulize. Bwana akikuita usiulize maswali. Njoo, Bwana atakupa nguo. Njoo, Bwana anajua utakavyobatizwa. Tembea mpaka ukujipandia hapa kwenye ngazi. Hapa. Wale wote wanabatizwa, tembea. Huku juu watu wote watu Afrika hapa juu, na wengine watasimama hapa chini. Wakishajaa hapa juu, wengine wanakuja hapa chini. Tembea. Hata kama ndio unajitoa leo, hata kama hujawahi kujitoa, waliokuja ibada ya leo, sikubali kuondoka hujampokea Yesu. Nguo zitaonekana, tutafuata za kwetu mpaka wewe nawe ubatizwe. Njoo. Jesus is calling. Yesu anaita. Tembea huko juu. Bananisha watu. Bana nafasi. Watu wanakuja kwa Yesu. Haya, tembea. Wale ambao ndio wanajitoa leo utaendelea kuja. Wakijaa juu watasimama chini. Tembea. Waimbaji imba. Tembea. Watu tembea. Wazee kwa vijana. Utapata nguo. Bwana yupo, atakusaidia. Tembea. Nguo sio agenda ya siku ya leo. Tembea. Bwana anakuita. Waimbaji mko mnafanya nini? Imba mfululizo. Watu bananisha nafasi. Bana nafasi. Bwana wabariki sana. Tembea. Hakikisha watu wamejaa hapa juu vizuri. Tembea. Bwana anawaita. Bwana wabariki sana. Marafiki zangu, Yesu ndo anakuja. Mtumishi wetu ametuhubiria hapa. Tembea. Bado tembea.
Haya, hapo mlipo mnasimama kwenye ngazi, wengine mnaanza chini. Bana wazee wa kanisa wapange watu kwa mistari nyooke, ibane kabisa. Bana kabisa, ni mafuriko ya watu wanakuja kwa Yesu. Bado. Panga mistari wazee. Tuliosimama hapo na wachungaji tunaweza tukapisha tukapanga watu vizuri, hatua kwa hatua, mstari kwa mstari. Huyo ndiye Yesu ata mafuriko ya watu. Waimbaji mnanichosha, imba vizuri. Mko wengi kuliko sisi, imba vizuri kama hapo vizuri, muimbe na Bwana anaendelea kuita watu wake. Hapo chini panga watu mwanzo mpaka mwisho. Wazee wangu, wachungaji na wazee, mnaweza mkawapanga wakanyoka mbali kule kwa speaker mpaka huko mwisho, mwanzo mpaka mwisho. Tembea. Endelea kuja. Upande kuna nafasi hapo chini ya speaker hapo. Watu walipo hapa nyuma kuna nafasi, watu wazunguke kibweta. Sogea nyuma. Sogea huko nyuma kabisa. Nafasi yote hii. Bado watu watakuja mpaka tushangae. Huyu ni Yesu anaita watu huko nyuma. Pastor Man, unaweza ukashika, wewe ni kamanda. Direct watu huko nyuma ya kibweta, wazunguke kibweta, wabatizwe. Hapo kuna watu wamekaa hapo chini, waondolewe hapo. Ondoa hapo watu kwa Yesu. Mafuriko ya watu. Yesu anaita bado. Watu njoo kwa Yesu bado. Hata kama umekaa kule usishangae. Watu wanaokolewa, wewe umekaa hujabatizwa. Kuanzia miaka 12 mpaka miaka yote, njoo kwa Yesu. Wazee tuliosimama hapo sasa tutapisha, watu wabatizwa ndio wanakaa hapo. Huko nyuma bado. Asante mzee kuelekeza watu, asante. Wabane nafasi, watu bado wanatembea. Endelea kuharakisha hatua. Wabatizwa, njoo kwa Yesu. Bwana wabariki sana. L.E kiendelea kutembea na watu hao. Inaona wazee kuendelea kutembea na watu hao. Tembea. Hata kama ndio unajitoa leo, huu ni mshangao wa Bwana na Bwana anatenda mambo yake. Tembea. Wapange watu vizuri. Panga watu vizuri. Elders, this is our job. We do it very fine. Barikiwa sana wazee, barikiwa sana. Mapambio ya Kenya yameisha, ni wapi ya Tanzania? Watu wote tumuimbie Bwana. Tunapoimba tunaimba wote kwa pamoja. Bado panga watu vizuri. Watu wanapangwa, usishangae na wewe amua kuokolewa. Una miaka 12 kwenda mbele, nguo utapewa. Yesu atatoa. Inakuaje? Tutajua leo. Leo ni siku ya habari njema. Tupanga watu elders, watu wabanane kabisa, watu wanakuja kwa Yesu na tunaendelea kujitoa. Bwana atukuzwe sana. Mungu atukuzwe sana. Bwana atukuzwe sana. Kama mtu endelea kutembea. Bado watu wengine endelea kujitoa pande hii. Ninaona watu wanakuja kwa Yesu. Wapishe watu waje kwa Yesu. Endelea kuja pande hii. Njoo kwa Yesu. Wote tunawaita njoo. Huko nyuma ya kibweta, mbele ya kibweta, pande hii njoo. Yes. Come to Jesus. Wapishe watu waje. Usimzuie mtu kuja kwa Yesu. Ni maajabu ya Yesu. Tumekuja kuiokoa Keroka kwa jina la Yesu. Endelea kuja. Kama kuna ambaye amebaki, tunatoa nafasi hii tena. Endelea kuja. Njoo. Asante. Endelea kuja kwa Yesu. Machozi ya furaha. Endelea kutembea. Bado pisha watu. Njoo kwa Yesu. Mama, utabakije hujaokolewa? Unasema wiki ijayo, hatujui mambo ya wiki ijayo. Njoo kwa Yesu. Tembea. Leo ni siku yako, yajayo ni ya watu wengine. Kuna watu wanapita kwa shida, wapishe watu waje kwa Yesu. Pisha watu waje kwa Yesu. Leo ni siku ya habari njema. Waite watu kwa Yesu. Je, kuna aliyesalia? Kuna aliyesalia?
asaba baimoka korwa kamuranje mororege bintu byabambire safe abalisia na badikoni abase barwa mororege bintu byabambire safe. Ikiwa kuna mtu amebaki, tunaenda kuomba na tunaenda kumwalika Pastor Jafet Magoti atawaweka wakfu wabatizwa wote, na hata ambaye amekaa endelea kutembea. Usijiulize maswali, sijaaga nyumbani, sijui na kitu gani. Yesu akikuita, don't ask, usiulize. Yesu akikwambia batizwa leo, hiyo sauti usiipuuze. Utu wa ndani uliofundishwa unasema batizwa, wanje unakwambia acha. Wa ndani unasema batizwa, wanje unasema acha. Leo usikawie. Yesu akiita usisite. Wito wa Bwana ni wito wa mara moja. Na mkipewa nafasi ni nafasi ya pekee sana. Kiwa watu endelea kutembea, ninaona watu wachache endelea kutembea. Joe, pastor, utawaombea walio hapa mbele na ambao hata wamekaa wanaendelea kujishauri, tubatizwe au tusibatizwe. Tubatizwe au tusibatizwe. How now? Bwana bado anawaita. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena kutuchukua kwenda mbinguni. Pastor, in a special way nikukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Leo mbinguni kuna ushindi mkubwa sana. Biblia inasema ya kwamba mmoja tu mwenye dhambi, mmoja tu akiokolewa, malaika na mbingu inashangilia. Hapa Keroka ni mamia ya watu wanayatoa maisha yao kwa Yesu. Mbingu leo inashangilia. Naomba tu nikuulize wewe ambaye bado hujabatizwa, unasubiri nini? Wewe ambaye Yesu ametuandalia makao na wote tunataka kwenda kuishi pamoja na Yesu. Mahali ambako hakuna huzuni, mahali ambako hakuna maombolezo, mahali ambako hakuna vilio. Sikia mpendwa, hii ni saa ya wewe kumchagua Yesu awe Bwana pamoja na mkombozi wa maisha yako. Nami pia nataka niwatie moyo wale wote mtakaobatizwa leo, maisha yenu Yesu atayabadilisha. Hamtakuwa kama vile mlikuwa hapo kwa kitambo. Yesu anaenda kukubadilisha, nawe unakuwa mtu mpya. Abantu banyasaye tenena tusabe. Tenena. Kabla pastor hajaomba, mchungaji wetu ambaye atatoa viapo kwa ajili ya wabatizwa atakuwa mbele yetu. Kwa hiyo kama na wewe ulikuwa unatamani kubatizwa, njoo hapa, usikose huduma ya kuapa. Usipoapishwa manake una haki ya kubatizwa. Kwa hiyo kama ulikuwa kule nyuma ulikuwa unategea kwamba wacha wasimame nitaenda baadaye, njoo sasa ili usimame hapa, ili baadaye watu wanapoenda kuandaliwa vizuri kwa ajili ya ubatizo. Ninaalika sasa wale ambao wako mbali wataweza kuja ili waweze. Okay, inaweka microphone sasa na mchungaji aombe na kisha ndipo viapo viendelee. Ngoja Pastor Magoti aombe na baada ya hapo ndipo huduma nyingine zitaendelea. Endelea kusimama, uvumilie, maana hata mchungaji amesimama kwa zaidi ya dakika 45, nawe utabarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Pastor, you pray then tutoe microphone kwa utaratibu unaoendelea. Watu wanyasaye tusabe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, leo ni furaha kubwa mbinguni kwa sababu mamia ya watu wamekubali kukupokea Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yao, na wamekubali kubatizwa. Maji yako tayari, wabatizaji wako tayari, na wale wakubatizwa wako tayari. Ombi letu, nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke juu yao. Kama vile Yesu ulivyotoka ndani ya maji, sauti ikasikika kutoka mbinguni ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ninaomba Baba, hawa watoto wako wakitoka ndani ya maji leo, useme juu yao ya kwamba hawa ni watoto wako unaopendezwa nao. Wasaidie wachungaji wetu watakaoingia katika huduma ya kubatiza, ukawape nguvu ya kuwabatiza watoto wako hawa. Lakini kwa njia ya kipekee tunawaombea watu wale ambao walibatizwa hapo kitambo. Yawezekana maisha yao yamerudi nyuma. Yesu, tunaomba utubatize tena kwa mara nyingine kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili tuweze kusimama sawasawa na yale ambayo Mungu unataka tuyafanye. Yawezekana kuna mtu pale amekaa amesimama, mwingine yuko kwa duka lake.
bado sauti inasikika ikisema nenda ubatizwe, nyingine kimwambia hapana, ngoja kidogo. Ninaomba Yesu, ile sauti ya kusema ngoja tukaikemee kwa jina la Yesu, na sauti ya kufanya maamuzi ikawe na nguvu, ili naye pia kama hataweza kubatizwa leo, basi ile sabato nyingine aweze kubatizwa. Asante kwa sababu kila mtu utambariki leo. Kama kuna mtu alikuja hapa ni mgonjwa, ile nguvu ambayo inaponya watu ikafike kwa yule mgonjwa na aweze kupona kwa utukufu wa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikuja hapa hana furaha, hana amani, Baba ninakuomba kupitia kwa jina lako, ile nguvu yako inayoweza kurejesha amani na furaha iweze kuonekana kwa watoto wako. Tunajua ya kwamba hivi karibuni Yesu utakuja mara ya pili. Tunaomba utuandae hata sisi wahubiri na wale wanaotusikia tuweze kupata uzima wa milele. Asante kwa sababu Mungu wetu umesikia. Baadaye tena tulete tujifunze kutoka kwako. Ndivyo tunavyokuomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na ndiye mkombozi wetu, tunaomba na hata kuamini. Amen.